mwenendo unaoendana na injili ya Yesu Kristo. Filipi 1:27. Matendo mema ni nini? Msomaji. Lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi au nisipokuwapo niyasikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja, mkiishindania imani ya injili. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana ya kwanza kabisa ya neno matendo mema ni mwenendo unaoendana na injili ya Yesu Kristo, ambayo tafsiri ya injili ni habari njema inayoleta wokovu. Injili ni habari njema iletayo wokovu. Kwa hiyo matendo mema maana yake ni mwenendo unaoendana na injili ya Yesu Kristo, na injili ya Yesu Kristo maana yake ni habari njema au ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Kwa hiyo mtu anayetenda matendo mema, Mkristo anayetenda matendo mema ni yule ambaye anaenenda katika mwenendo unaoshabihiana, unaoendana na injili ya Yesu Kristo. Na injili ya Yesu Kristo tafsiri yake maana yake ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Anaposema wokovu, maana yake ni msaada wa kiroho, msaada wa kimwili. Wokovu ni msaada wa kiroho na msaada wa kimwili. Kwa hiyo mtu Mkristo huyu anapaswa ajue kutenda mema upande wa kiroho, lakini pia ajue kutenda mema katika upande wa mwilini. Hatuwezi kujitenga na jamii, hatuwezi, kwa sababu kukufanya hivyo ndio wao nao wanakuja, wanabatizwa, wanakuwa Wakristo. Kwa hiyo mtu mwenye matendo mema, Mkristo mwenye matendo mema, maana yake ni mtu mwenye mwenendo unaokwenda sawasawa na injili ya Yesu Kristo. Na injili ya Yesu Kristo maana yake ni uwezo wa Mungu unaoleta wokovu, unaoleta msaada kwa mtu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana ya pili ya matendo mema, matendo mema ni matunda mema yatokanayo na mtu mwema. Ni matunda mema yatokanayo na mtu mwema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema mtu anatenda matendo mema, maana ya pili ni matunda mema yatokanayo na mtu mwema. Yaani mtu mwema huwa ana matunda yake. Mathayo sura ya 7 mstari wa 17 na 18. Mathayo 7:17 na 18. Mtu mwema ana matunda yake, ana alama anazoacha katika jamii, ana alama anazoacha katika kanisa, ana alama. Matunda ni alama anazoacha huyo mtu. Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, mti mwema huzaa matunda mazuri, mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwovu nao vile vile. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Amen. Haleluya. Mtu mwema yani ni matokeo, ni matunda mema kutoka kwa mtu mwema. Ni alama ambazo anaziacha katika jamii inayomzunguka. Na Yesu anabainisha pale ni vitu haviwezekani kwa mtu huyu mbaya atende mema. Hawezi kuacha alama nzuri isipokuwa mtu mwema. Kwa hiyo tunapohimizwa kwamba tutende matendo mema, maana yake ni kwamba lazima sisi wenyewe tuwe watu wa namna gani? Usipokuwa mwema huwezi ukatenda matendo mema, utakuwa unaigiza. Na hiyo ni tabia ya shetani. Shetani hakuna wema kwake. Anapofanya mema anaigiza. Ndio maandiko yanavyosema kwamba shetani naye hujivika mavazi ya nuru, anajibadili afanane. Kwa hiyo matunda mema ambayo ni alama anayoacha mtu mwema
Na Yesu anasema utatambua watu kwa njia hiyo, kwamba huyu mtu aliyefanya hili ni mwema au ni mbaya. Mtu mbaya akikutendea mema anafuatisha, na baadaye utajua kwamba hakuwa mwema, ingawa mara ya kwanza alijivalisha vazi la wema, lakini kama sio mwema hawezi kuzaa matunda mema. Uje kuona kwamba mtu amekusaidia alafu baadaye ukatamani kabisa urudishe msaada wake wote, ujue hakuwa mwema. Ikifika hatua mtu amekusaidia alafu unatamani urudishe msaada wake kwa gharama yoyote ile, tambua hicho kitu hakikutoka kwa mtu mwema, hakikuwa baraka kwako. Lakini kama alikuwa mwema akakusaidia, hautakuja kumsikia, hautakuja yani hivyo. Lakini kama sio mwema hawezi kutoa matunda mema, hawezi kukutendea mema. Ila mwanzoni utaona kama nakutendea mema, anakutendea mema, ila baadaye mbona kama sio wema. Unaona kabisa anataka kukutumbukiza kwenye shimo la aibu, kuadhirika, dini. Unaona au shida ni ule msaada, shida ni kile kitu unatamani urudishe, hata kama huna uwezo nacho. Maana kero zinakuwa nyingi, maneno yanakuwa mengi, vijembe, dharau, kufuru. Kama sio mimi. Ukiona hivyo, huyo hakuwa mwema, ameigiza kutenda matendo mema. Lakini atendaye matendo mema, kwa kuwa ni asili yake, anaacha alama njema. Ile alama ndio inajisemea yenyewe. Wewe mwenyewe ndio unajua kwamba nimetendewa wema, lakini yeye Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana ya tatu ya matendo mema ni mpango wa asili wa Mungu. Ni mpango wa asili wa Mungu, mpango wa asili wa Mungu kudhihirisha kile alichokiumba ndani yako. Ni mpango wa Mungu wa asili kudhihirisha au kukifunua kile alichokiumba ndani yako. Mpango wa Mungu wa asili yetu sisi, yaani asili ya mwanadamu pamoja na machangano, lakini asili, mpango wa Mungu wa asili kabisa. Mwanadamu ni nani? Mwanadamu aliumbwa mwema sana kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo ni mpango wa asili wa Mungu unaojidhihirisha ndani yako kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Waefeso sura ya 2 mstari wa 10, Waefeso 2:10 ni mpango wa asili wa Mungu. Kwa hiyo ukisema mimi siwezi kutenda matendo mema, ujue kuna roho imeingia ndani yako, lakini wewe tokea asili, mpango wa Mungu wewe ni kutenda matendo mema. Ni mpango wa asili wa Mungu unaofunua kile ambacho Mungu ameumba ndani yako. Kwa hiyo unapotenda matendo mema unarudi kwenye asili, unarudi bustani ya Eden, unarudi mbinguni, unatekeleza kile ambacho, kwa nini Mungu alikuweka duniani. Msomaji, Waefeso 2:10 anasema nini? Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ili tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Ambayo kabla hatujaumbwa Mungu alitengeneza tuenende nayo. Kabla sijaumbwa, kabla hujaumbwa, kabla ya kuwepo kwetu duniani, tangu kuwekwa misingi ya dunia, msingi mojawapo Mungu aliouweka ni matendo mema. Kwa hiyo hakuna mwanadamu asiyeweza kutenda matendo mema isipokuwa amejichanganya mwenyewe. Ukiona mtu hawezi kutenda matendo mema, kuna aina fulani ya roho ndani yake inamuongoza, ndio inaamua mustakabali wa maisha yake. Linaweza ikawa pepo, linaweza ikawa mazingira aliyokulia, kakutana na watu wasiokuwa na mwelekeo, ameiga vitabia vyapo mahali,
amelewa sifa, lakini na ujinga pia, maana ujinga nao unatuangamiza. Ujinga unaigaiga tu, lakini asili ya kila mwanadamu ni kutenda matendo mema. Kwa hiyo ukiona mtu ana ukatili, ana vile, ujinga au mazingira yalolelewa au kuna pepo, lakini wewe ni mtu mwema sana. Haleluya, haleluya. Ukiona watu wanakuogopa kwa sababu ya mambo ya ajabu, weka swali, kwa nini watu wanaogopa? Kuna wale wazazi ambao ukiingia ndani ya nyumba watoto wananyamaza kimya, na mama wanasema baba yenu ameingia, wanakimbia chumbani. Watu watakiwa wakukimbilie baba. Ukiona wanakimbia chumbani kwenda kujificha, na baba umerudi kazini, baba gani? Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo matendo mema ni mpango asilia wa Mungu ambao kwa kweli amemuumba kila mwanadamu, amemuumbia ili kufunua kile kilichoko ndani yake, yaani ndio ubinadamu wenyewe. Matendo mema ndio ubinadamu wenyewe. Ndio maana ukifanya mambo fulani katika jamii sio ubinadamu huo. Kwa nini? Kwa sababu asili yako sio hivyo. Jamani, tuweni wanadamu, kumbukeni ubinadamu. Ukiona hivyo wanako wanakukumbusha asili yako, kwamba wewe kwa asili yako sivyo ulivyo. Badilika. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ipo misingi minne ya matendo mema, misingi minne ya matendo mema. Msingi wa kwanza ni upendo. Msingi wa kwanza ni upendo. Msingi wa kwanza ni upendo. Waraka wa kwanza wa Paulo mtume, msomaji nisomee ile sura ya 4 mstari wa 8. Msingi wa kwanza kabisa wa matendo mema ni upendo. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 8. Zaidi ya hayo yote, iweni na juhudi nyingi katika kupendana. Iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendano hustiri wingi wa dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Upendano hustiri wingi wa dhambi. Hebu rudia tena hapo. Kwa sababu gani? Husitiri wingi wa dhambi. Unaficha dhambi nyingi. Matendo mema yanakwenda sambamba na mtu mwenye juhudi katika upendo. Na juhudi, neno juhudi kuna gharama zake. Yaani neno kisha juhudi, kwa juhudi watu wapendane, wafanye juhudi katika kupendana, kuna gharama zake. Kwa hiyo katika maisha yako na yangu hakuna sababu ya kupambana kwamba sijui nijifunze. Kama kuna upendo na una juhudi katika upendo, hiyo ni mojawapo itakayo kusaidia kutenda matendo mema, na itakustiri na dhambi nyingi, kwa sababu dhambi ni matendo mabaya. Dhambi ni matendo mabaya, matendo mabaya. Na ukisoma katika waraka wa kwanza wa Yohana, inaelezwa hatari ya mtu kukosa upendo, hatari ya kukosa upendo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 14 na 16. Waraka wa kwanza wa Yohana mtakatifu sura ya 3 mstari wa 14 na 16. Inaelezwa hatari. Usipokuwa na juhudi katika upendo kwa jirani yako, kwako mwenyewe, kwa Mungu, kuna hatari kubwa. Huwezi ukatenda matendo mema pasipo upendo. Msomaji, sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani. Kwa maana twawapenda ndugu. Yeye asiyependa akaa katika mauti. Asiyependa akaa kwenye mauti.
Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele. Na kila muuaji hana nafasi ndani ya kanisa la Mungu. Ukikaa ndani yake, hawezi kukaa nyumbani. Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatari mojawapo kwa Mkristo ambaye ni mimi na wewe, ukishindwa kusimama au kufanya juhudi katika upendo, unakuwa mtu hatari sana, na maandiko yanamwita mtu huyo muuaji. Ni muuaji. Vitendo vyote vya kikatili, vinavyojitokeza katika jamii yetu, hiyo jamii au huyo mtu hajali utu wa mtu, kwa sababu upendo ni kwa ajili ya kujali utu wa mtu. Sasa ukiona mtu hawezi kutenda tendo jema kwa jirani yake, kwa rafiki yake, kwa nani wake, huyo mtu anasema ni muuaji, na makao yake ni kwenye mauti. Unajua mauti maana yake makao yake ni pamoja na shetani, ndio mauti. Shetani ni mauti, na anasema mtu kama huyo hata uzima wa milele hawezi kupata. Kwa hiyo usipokuwa na juhudi katika kuwapenda wanadamu wenzako, unakuwa muuaji. Dawa pekee ya kuepuka uuaji wao wote ule ni kuwa na juhudi katika upendo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama ametupenda sisi, imetupasa na sisi kupendana vile vile. Na upendo siku zote huvumilia yote. Upendo huvumilia yote. Ndani ya upendo kuna uvumilivu. Ndani ya upendo kuna kuchukuliana, kwa sababu mimi na wewe hakuna aliye mkamilifu. Udhaifu wangu ndio nguvu ulionayo wewe, na udhaifu wako ndio nguvu nilionayo mimi, ili kila mmoja awe na sababu au na nafasi ya kuwa msaada kwa mwingine. Kwa hiyo sikamiliki isipokuwa wewe, na wewe ukamiliki isipokuwa mimi. Hapa ni nani kati yetu tokea azaliwe hajawahi kuomba chochote kwa mwingine? Hujawahi kuomba kifutio, penseli, kalamu, kiwembe? Hujawahi kuomba mboga? Hujawahi kuomba hela? Hujawahi kuomba chochote? Nyosha mkono. Hayupo hata mmoja. Tunategemeana. Haleluya. Ili kutegemeana kwetu kuwe na maana na nguvu na faida, ni lazima tuwe na juhudi katika kupendana. Na upendo ni muhimu sana, kwa sababu unaangalia utu wa mtu. Hauangalii mazingira, unaangalia utu. Utu ndio tulioumbiwa wenye muhimu sana sana sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mtu mwenye utu ana upendo. Mtu anajali utu wa mtu mwingine ana upendo. Kama hujali utu wa mtu mwingine, hamna upendo. Msingi wa pili wa upendo, wa matendo mema, msingi wa pili ni huruma. Ili tutende matendo mema, ni lazima tuwe tumejengwa katika huruma. Luka 6:36. Luka 6:36. Lazima tujengwe katika huruma. Katika haya maisha tunayoishi leo na kesho, kwa neema yake Mungu, huwezi ukatenganisha huruma na maisha halisi ya mwanadamu. Vinakwenda pamoja. Maisha na huruma vinakwenda pamoja, kwa sababu kuna mazingira ambayo ni lazima uonyeshe huruma ili mwingine atiwe moyo. Lazima uonyeshe huruma mwingine asaidiwe.
lazima uonyeshe huruma mwingine aokolewe, lazima uonyeshe huruma mwingine ashibe, lazima uonyeshe huruma mwingine apite. Bila huruma haiwezekani. Lukas, karibu msomaji. Basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Kama Baba yenu alivyo na huruma. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ni agizo kabisa, ni wito. Basi iweni, basi uwe na huruma. Basi uwe na huruma na huyo mke wako. Amen, amen. Uwe na huruma na nani? Na mke wako. Basi uwe na huruma na huyo mume wako. Basi uwe na huruma na hao watoto wako. Basi uwe na huruma na rafiki yako. Basi uwe na huruma na wale watu uliowekwa kuwatumikia. Basi uwe na huruma, uwe na huruma. Ni wito kabisa, uwe na huruma. Tena anasema kama Mungu wako alivyo na huruma, anavyokuhurumia wewe, na wewe uwahurumie wanadamu wenzako. Nje ya huruma kuna kutesana, kuna kuumizana. Nje ya huruma kuna kutesana na kuumizana. Nje ya huruma kuna kuangamia. Nje ya huruma kuna kupotea. Nje ya huruma kuna kufa kabla ya majira ya kufa. Nje ya huruma kuna kulogana. Nje ya huruma kuna ugomvi usiokuwa na sababu. Nje ya huruma kuna kupeana sumu. Nje ya huruma kuna kutegeana madawa kwenye milango ili kesho mwingine akikanyaga asiende kazini aumwe na miguu. Palipo na huruma pana kutegemezana, pana kusaidiana, pana kukimbiliana wakati wa matatizo, wakati wa shida, wakati wa mapito na changamoto katika ulimwengu huu ambao ni sehemu ya maisha yetu. Waraka wa kwanza wa Yuda sura ya kwanza mstari 22 na 23. Agizo linaendelea kutolewa. Waraka wa kwanza ni mara nyingi ni sura moja tu. Kile kitabu kidogo sana. Yuda alikuwa mvivu wa kuandika. Kwa ndio maana Yesu alimchagua Paulo asingepata nafasi na mtu anaitwa Mathayo na Luka, wale ambao yani tungekuwa na maandiko machache sana. Huyu jamaa kaandika kasura yake, alafu kaenda zake mbinguni. Sisi tungesoma nini? Sura ya kwanza mstari wa 22 na 23. Msomaji. Wito unaendelea kutolewa kwa habari ya huruma. Yuda 1:22 23. 22 na 23 anasema wahurumieni wengine walio na shaka. Wahurumieni wengine walio na shaka. Na wengine waokoeni kwa kuyanyakua katika moto. Na wengine waokoeni kutoka katika moto. Na wengine wahurumieni kwa hofu. Na wengine wahurumieni kwa sababu wana hofu. Mkilichukia hata vazi lililotiwa uchafu na mwili. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, kanisa la Mungu. Wahurumieni watu kwa sababu watu wanapita kwenye changamoto hizo kuu tatu. Changamoto ya kwanza, mashaka. Kuna watu wana mashaka, hajiamini, anahitaji mwingine amwonee huruma. Changamoto ya pili, moto. Kuna watu wanapita kwenye moto.